aende juu. Sawa. Hata alipokuwa amefika kule juu, akateka mateka ya huduma mbalimbali, akawapa wanadamu vipawa, akamwaga vipawa kwa watu wale watakao kuwa wanamwamini zamu kwa zamu. Maana mpaka sasa hivi ikiwa ni miaka mingi tangu Yesu ameenda mbinguni, kwa hiyo ina maana kwamba sasa ni vipawa ambapo kwamba akawa amewapa wanadamu vipawa, huyu kipawa hiki na huyu hiki na huyu hiki na huyu hiki. Sawa na mama wakienda kwenye kuni na watoto au wanaenda mtoni kuteka maji, anaelewa kwamba haka ni kadogo katoto haka chupa tu kana tamani kwenda kisimani, kanapewa kulingana na nini? Kwa kadiri ya uwezo wake wa kubeba. Sawa? Halafu mwingine napewa gari hutaweza. Anakupa kulingana na nguvu zako. Halafu pia vile vile katika utumishi na huduma hii, imani inakuwepo sawa sawa na imani yako kwa ile kazi utakayokuwa au uliopewa. Mungu wetu asifiwe sana. Sasa hapa baada ya kuwa amepaa, akaenda akateka mateka, akawapa wanadamu nini? Vipawa. Na yeye, na tunaposema alipaa, na ndiye aliyeshuka mpaka pande za chini zaidi. Kule chini kule. Ndiye huyo aliyepaa sana kwenda huko. Akapaa kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Lakini sasa tunapoweza kuangalia mstari wa 11 anasema kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu. Mstari wa 12 kwa kusudi la kufanya nini? Kuwakamilisha watakatifu. Sawa? Hawa watano hawa kazi yao ni kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke ndani ya kanisa. Kwa hiyo unakuta kwamba watu kama hawa, na pamoja na kwamba wana kazi ngumu sana, lakini wamepewa kazi ya kuwakamilisha wanani? Watakatifu. Ili wale watakatifu kazi ya huduma itendeke ndani ya kanisa. Wainjilisti wametajwa, walimu, manabii wametajwa. Kazi ya hawa watano ni kuwafundisha watu kumjua Mungu na kumtumikia, jinsi ya kumtumikia. Hawa watano hawa. Na hivyo ukiangalia hapa, kwa kuwa kazi tunatofautiana, kwa Korinto anasema hivi, mwili ni mmoja, hata Warumi ukisoma, lakini viungo ni vingi. Na viungo vile vilivyo vingi havitendi kazi moja. Sawa? Hata kama wewe uko nyumbani kwako kule, sijui unapokuwa umepika chakula, unaweza ukaleta hata hapa. Si mwili huo tu. Mama, unaleta hapa chakula chenu hapa. Sawa? Unaweka wapi? Kwenye mashine hapa. Sawa? Kwamba hapa ni kimi. Si mnaona mahindi mnavyobubuna pale? Mnakula mahindi ya kuchoma au ya kuchemsha. Ni hapa kwenye kimi. Sasa ina maana kwamba akili hiyo unajua kwamba hapa chakula huwa tunapeleka hapa. Sawa? Maji ni hapa. Hapa kuna mabomba mawili hapa. Hapa. Mabomba ya chakula na ya maji hapa. Alafu unakuta inawezekana hata yanaweza kuwa labda mawili ya hewa na ya chakula. Sasa unakuta kwamba kwa nini sasa? Je, wote sawa? Je, hapa sisi wote ni waimbaji? Je, hapa wote ni wainjilisti? Je, hapa sisi wote ni manabii? Maana viungo ni vingi lakini havitendi kazi moja, sawa? Je, hapa wote ni mitume? Kwa hiyo unakuta kwa namna ile hapa ina maana kwamba hawa watano hawa, wainjilisti, wachungaji, mitume, manabii na walimu. Walimu, wewe unaweza ukasoma Biblia kwa kufundisha kidogo au kaeleza, lakini mwalimu akilisoma hilo neno
anaweza akanifundisha kialimu, sawa? Kimwalimu, kama mwalimu, unakuta kwamba linakuwa tamu zaidi. Maneno yapo magumu hapa. Tunasoma Biblia hii tumebeba sana, lakini unaweza kukutana na maneno magumu. Ila mwalimu ukimwambia hapa nini maana yake, anakuambia hapa maana yake ni hivi. Yaani hata kama utatamani na wewe uwe kama yeye, sio kazi yako. Kwa hivyo sasa unakuta kwamba wainjilisti na hawa wachungaji, hawa watu hawa huwa wanakuwa na vikao au maeneo ya kukaa rasmi